aliwaambia kwa mifano ili kutimiza unabii. Kama tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa akifundisha kwa mifano, inamaanisha kwamba kama ni mfano, maana yake kuna uhalisia wake. Kama kuna mifano, maana yake kuna ukweli wake. Ya mfano ni kama kivuli. Mfano ni kama kitu ambacho kinawakilisha kitu kingine ambacho kina sifa na tabia zinazofanana na hicho kitu. Maana yake ukipewa mfano, maana yake huo sio uhalisia, ni sawa na kivuli. Ukiona kivuli, maana yake kitu halisi kipo ambacho kimeweka hicho kivuli. Kwa hiyo sasa tukisoma hapa katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 34 na 35, anasema hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitatamka yaliyositirika tangu awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe Yesu Kristo, mafundisho yake au neno lake limejengwa kwenye mifano, limejengwa kwenye mafumbo, limejengwa kwenye mithali. Ndio maana inakuwa ni vigumu sana kulielewa neno la Mungu kwa akili zetu. Ndio maana inakuwa ni shida, ni kazi kweli kweli kulielewa neno la Mungu kwa akili zetu. Na kila wakati tunapojitahidi kuelewa neno la Mungu kwa akili zetu, tunajikuta kwamba tunapotea kabisa. Tunajikuta kwamba tunapotea. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu halihitaji akili ya kibinadamu, linahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo imetupasa tuelewe kwamba kumbe tunapolisoma hili neno la Mungu, sio kwamba kila kitu ambacho tunakisoma ndio kilivyo. Vitu vingine ni mifano, ni mafumbo, ni mithali. Kwa hiyo kama ni mafumbo, mifano na mithali, maana yake kuna vitu ambavyo vinamaanisha. Lakini ili tupone, inatakiwa sasa tujue hizo siri zinamaanisha nini. Hizo siri za ufalme wa Mungu inatakiwa tuzijue, kwa sababu tusipozijua hatuwezi kupona. Ndio maana katika Mathayo hiyo sura ya 13 mstari wa 15 anasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kumbe ili uweze kuponywa na Yesu Kristo, ili uweze kuokolewa, ili uweze kuokoka, inabidi uweze kuelewa. Manake ukielewa tofauti na jinsi ambavyo anataka uelewe, utapotea. Ndio maana katika Mathayo 7:21-22 anasema kwamba wengi watanijia wakisema kwamba, Bwana, tulitoa unabii kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya hivi kwa jina lako. Lakini Yesu anasema kwamba nitawaambia, siwajui ninyi, na wajua wale waliokuwa wakiyatenda mapenzi ya Baba wa mbinguni, hao ndio ninaowajua, lakini ninyi siwajui. Sasa kama huyajui mapenzi ya Baba wa mbinguni, huwezi maana yake kuingia ufalme wa mbinguni, na huwezi kuyajua mapenzi ya Mungu wa mbinguni kama unalisoma neno la Mungu bila kujua siri za ufalme. Kwa sababu ukilisoma kama lilivyo, maana yake bado hujajua mapenzi. Ukilisoma kama jinsi ambavyo lilivyo kwa mifano, kwa mafumbo na mithali, bila kujua ukweli wake inamaanisha nini, maana yake bado hujajua mapenzi ya Mungu. Kwa kama hujajua mapenzi ya Mungu, bado huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe sisi kama watoto wazuri wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu, imetupasa tuwe na bidii sana ya kutaka kuzijua hizi siri ambazo Yesu anasema kwamba alifumbua kinywa chake, aliwafundisha kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hapa inatoka katika Zaburi sura ya 78 mstari wa 2. Anasema kwamba, na nifunue kinywa changu kwa mithali, niyatamke mafumbo ya kale. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakiona hapa kwenye Mathayo. Yesu anasema kwamba nifumbue kinywa changu, niyatamke yale ya kale yaliyositirika. Kwa kumbe kila kitu ambacho tumekuwa tukikiona hapa sio kipo kama jinsi kilivyo. Kuna maana yake ya ukweli, na imetupasa kuijua hiyo maana ambayo imefichwa kwenye hao mafumbo. Mfano alivyotoa mfano wa lulu safi. Je, hiyo lulu ni lulu kama kwenye dunia? Anapotoa mfano wa mpanzi, je, mpanzi huyo ni mtu au ni nani? Anapotoa mfano wa mbegu, je, hiyo mbegu ni nini? Ni mbegu kama ambazo tunapanda sisi za kimwili au ni mbegu za kiroho? Anapozungumzia maji anamaanisha nini? Anapozungumzia moto anamaanisha nini? Anapozungumzia majengo, kanisa, mwanamke, anapozungumzia milima, anapozungumzia bahari, je, anamaanisha nini? Kwa sababu tusipotambua hatuwezi kuingia huo ufalme, kama ambavyo wamesema hapa kwenye Mathayo. Anasema kwamba tukitambua tutaponywa, lakini tusipotambua hatutapona. Kumbe ni muhimu sana tutambue hizi siri za ufalme wa Mungu, tuweze kuzijua ili tuweze kupona. Kwa hiyo sasa Mungu ametupa neema ya kujifunza hizi siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nakukaribisha wewe ambaye umekuwa na shauku ndani yako, umekuwa na kiu ya kutamani
kuzijua siri za ufalme wa Mungu, na kwa neema ya Mungu, Roho wa Mungu atatushibisha, kama jinsi ambavyo amesema katika Mathayo 5 ya kwamba heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Na katika Amosi 8:11 anasema kwamba nitaachilia njaa, si njaa ya chakula, bali ni njaa maneno ya Mungu. Kwa hiyo kiu na shauku ambayo unatakiwa kuwa nayo ni ya kutamani kujua, kula neno la Mungu ambalo limefunuliwa, ambalo liko wazi, sio lile ambalo limefungwa, ambalo haliwezi kukupa uzima, sio lile ambalo limefungwa, ambalo haliwezi kukupa afya. Ukila chakula ambacho hakiridhishi, hauwezi kupata afya ya kiroho. Kwa hiyo inabidi tule neno la Mungu ambalo ni chakula cha wakati wake, chakula chenye kuridhisha, ili tuweze kushiba kiroho, ili tuweze kuimarika kiroho. Tusiendelee kuwa watoto wadogo mahali ambapo itakiwa tuwe walimu, tusiendelee kunywa maziwa mahali ambapo itakiwa tule chakula kigumu. Kwa hiyo nakukaribisha, mtu wa Mungu, nakukaribisha. Mungu akupe neema, tujifunze pamoja. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.